a desire about following your dream. Unajua, unapokuwa unaendelea kupambania ndoto yako, pengine unapambana uje kuwa daktari mkubwa, pengine unapambana uje kuwa engineer, pengine unapambana, pengine hata uje kuwa mwalimu. Ila unachotakiwa kufahamu ni kwamba ipo destiny au hatima ambayo Mungu amekuweka katika maisha yako. Na hatima yako, it is where there is your success. Kwa maana kwamba God has prepared a path for everyone to follow. You just have to follow the path he has taken for you. Sasa kuna mtu atajiuliza, nini maana ya destiny? Destiny tunasema kwamba it is what you have always wanted to accomplish. Kile kitu ambacho kila siku umekuwa ukiwaza kukikamilisha katika maisha yako. That's why tunasema kwamba everyone when he is young or she is young knows what their destiny is. Lakini unakuta mpaka mtu anafikia umri mkubwa, anakuwa kijana, bado hawezi kutambua destiny yake. Bado hawezi kuaccomplish his or her destiny even if he knows it. Tunasema kwamba at the point in their lives everyone is clear and everything is possible. They are not afraid to dream, and you yearn for everything they would like to see happen to them in their lives. But as time passes, a mysterious force begins to convince them that it will be impossible for them to realize their destiny. Ndio maana tunapokuwa watoto tunakuwa tunajua kwamba kila kitu kinawezekana katika maisha. Lakini jinsi tunavyoendelea kuwa watu wazima, tunakuja kukuta kwamba kuna vitu vinakuwa impossible kwa sababu ya mysterious force, kwa sababu ya nguvu kubwa ya negativity ambayo inatuvuta na kutuambia kwamba hii vitu haviwezekani katika maisha yetu. Sasa utajiuliza pengine, what is mysterious force? Ukisema mysterious force unasema kwamba it is a force that appears to be negative. It is negativity, but actually shows you how to realize your destiny once used in a positive way. Also, it prepares you and your spirit and your will, because there is one great truth on this planet you have to know. Kuna ukweli mmoja ambao unatakiwa ujue katika ulimwengu kwamba whatever you are or whatever it is that you do, when you really want something, it is because that the desire originated in the soul of the universe, and that is your mission on earth. Kwa maana hiyo utakuja kuelewa kwamba kila mtu kwenye ulimwengu anayo mission. Kila mtu katika ulimwengu anayo kazi ya kuifanya. Na kazi hiyo ya kuifanya, it is to accomplish the destiny God prepared for you. Kitu ambacho waga kinanishangaza nikimsikiliza role model wangu mmoja, utajua na anasema kwamba everything is by location, kwamba hata mafanikio ni by location. Huwezi kufanikiwa mahali popote. Ndio maana there is a destiny for each. There is a destiny for everything existing in the world. Basi siku ya leo nataka tukaangalie na tujifunze kwamba ni namna gani unaweza kuifikia destiny yako. Ni namna gani unaweza kuijua destiny yako. How can you realize your real destiny life and accomplish it? Basi tukaangalie vitu vinne ambavyo vitakusaidia wewe katika maisha yako kuijua destiny yako. Vitakusaidia wewe kurealize your destiny. But remember one thing. Everyone and everything existing on the earth has got its destiny. And once you follow the destiny of the other thing, you are not going to be able to realize your destiny. In that, the cause of your failure in life. Kitu cha kwanza kabisa tunasema kwamba realize your destiny. Itambue destiny yako ambayo unatakiwa kuiaccomplish on the earth. Kwa sababu wale wanaofanikiwa ni kwamba kitu ambacho wanatofautiana na wale walioshindwa ni kwamba they know what is their destiny on earth. They know what is their mission on earth. Na wale wanaofail kwa upande mwingine tunasema ni kwamba hawazijui na hawazifahamu their real destiny. Wanachoishia kufanya ni kufollow the destiny of the other people and ending in the transition area where there is no success or there is no more success of their life. Na kwa sababu hiyo kinachowapelekea waweze kufanya hivyo ni kwa sababu pengine wanasikia baba anasema nini, mama anasema nini, kaka anasema nini, dada anasema nini. Remember, there is no one who can decide what is your destiny is. Remember that. No one can decide what is your destiny, but who decides what is your destiny is God, and the one who prepared the path for you to follow. Lakini kitu ambacho tunatakiwa kuelewa ni kwamba watu wengi waliofeli kurealize their destiny kwamba everyone believes
in the world greatness lie. That is, at a certain point in their lives, we lose control of what is happening to us, and our lives become controlled by the fate. Sasa utajiuliza kwamba how can I know my destiny? Njia ya kwanza kabisa ya kujua destiny yako kwanza ni kumwomba Mungu akuonyeshe what is your destiny. Ask for word greatness. Ask for word greatness. Ask for God's permission to show you the wisdom of your greatness in life. Sababu watu wengi wasichojua ni kwamba it is a simple thing in life that are the most extraordinary. Only wise men are able to understand them. And since the most people are not wise, thus end up losing their destiny. And to get wise, you need to ask for God's help. Basi kuanzia leo, ask for God's help to give you wisdom, to give you power to know what is your destiny in life. Kwa sababu unachotakiwa kujua ni kwamba kama hauwezi kufanikiwa kwenye destiny ya mtu mwingine, utafanikiwa always kwenye location yako, kwenye destiny yako in life. Basi kwa kufanya hivi, na matumaini yangu ni kwamba utafanikiwa kujua destiny yako. Kitu cha pili tunasema kwamba listen to your heart. Usikilize moyo wako na sio watu wengine wanasema nini concerning your destiny. Kwa sababu siku zote tunasema kwamba if someone isn't what other people wants him or her to be, the other people become hungry. Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her life. Sasa unachotakiwa kujua, siku zote hautaki kusikiliza watu wanasema nini. Listen to your heart, kwa sababu moyo wako unaongea, and that if you are concerned about your destination. Kinachotuponza watu wengi ni kwamba tunasikiliza kwamba rafiki yangu amesema nini, mama yangu amesema nini, kaka yangu amesema nini, baba yangu amesema nini. Remember, that is your destiny, and your destiny, that is your life. If you miss the destiny, you miss your life. And remember, disobedience is just a death. Siku moja nilikuwa namuuliza rafiki yangu kwamba how can I know my destiny? Akaniambia kwamba lazima uulize wazazi and listen to the parents what they say. Lakini nilichokuja kugundua baada ya kufuatilia ni kwamba most of the people, vijana tulio wengi, tunafeli kwa sababu tunasikiliza sana wazazi, tunasikiliza sana kaka zetu na dada zetu juu ya maamuzi ya destiny zetu. Remember, no one prepared the destiny than God. Awe ni mzazi, awe ni kaka, awe ni dada, awe ni mama. Kwa maana hiyo lazima usikilize moyo wako, kwa sababu moyo wako ndiyo treasure yako. Remember, wherever there is your heart is where there is your treasure. Na ndipo palipo destination yako. Basi kuanzia siku leo, anza kusikiliza moyo wako, na matumaini yangu ni kwamba utaanza kuyaona mafanikio makubwa sana katika maisha yako juu ya destination yako. Lakini jambo la tatu tunasema ni kwamba use the principle of favorability to follow your destiny. Hii ni kanuni ya mafanikio ambayo watu wengi sana wanashindwa kuitumia, ambayo inasema kwamba kitu chochote utakapoanza kukifanya siku ya kwanza, at the first time, unakuwa na uhakika wa kushinda 100%. Na kwa namna nyingine tunasemaga always it is beginner's luck. Kwa maana ya kwamba when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it and favors you as you want to achieve your destiny. Sasa kuna mtu atajiuliza kwa nini iwe hivyo? Because there is a force that wants you to realize your destiny. That is the key point in your life. It wires your appetite with a taste of success. Ndio maana nasema kwamba unapotaka kuitambua destination yako na kuifikia, anza kufanya kazi hapo hapo. Usisubiri kwamba eti nitaanza kuifuatilia kesho destiny yangu, nitaanza kutambua kesho destiny yangu. Start at the moment realize that you have a destiny life. Kuna muda mwingine watu utajidanganya mwenyewe kwamba hata nisipopambania Mungu atanifikisha kwenye destination yangu. Lakini kuna vitu ambavyo natakiwa uelewe kuhusu Mungu. Kitu cha kwanza kabisa nasema kwamba God has prepared a path for everyone to follow. You just have to lead the omens that he left for you. Kwa maana hiyo, usipofuata njia ambazo Mungu ameshakuandalia, you never reach your destination. Yeye ameshakuwekea destination. Your work is just to go and find your treasure, to find your destiny where it is, by following the path that he left for you. Kitu cha pili ninachotakiwa kuelewa kuhusu Mungu ni kwamba
If God leads sheep so well, he will also lead a man so well. Kwa maana hiyo, kama Mungu anaweza kuwachunga kondoo katika njia iliyo sahihi na kuwafikisha katika destiny, basi ana uwezo wa kumfikisha mwanadamu yeyote katika destination yake ambayo alimpangia. Kitu cha tatu tunachotakiwa kuelewa kuhusu Mungu ni kwamba God repaid those who believed in their dreams, na sio wale watu ambao wanakata tamaa juu ya dreams zao na kuona kwamba haziwezi kufanikiwa na kuona kama ni imagination. Remember, imagination can give you positive that or negative that according to the way unavyoitumia imagination ya ufahamu wako. Na kitu cha mwisho unachotakiwa kuelewa na the very important thing ni kwamba he always appeared to help those who are trying to realize their destiny. Kwa maana ya kwamba usipojaribu ku realize your destiny, kama Mungu yeye hatakuwa na kosa, kwa sababu Mungu ameshakuwekea njia za wewe kuifuatilia destiny yako. Amekuwekea njia za wewe kuifikia destiny yako. Lakini wewe hutaki kufikia. Sasa kama hutaki, maana Mungu yeye anakuwa hana makosa. Na ndio maana siku zote kuna msemo mmoja anasema kwamba kuzaliwa maskini sio kosa, bali kufa maskini ndio kosa, kwa sababu you already have a past to reach your destiny and hence your success, but you failed to follow the success well. Kwa maana hiyo, kuanzia siku leo, anza kuuse the principle of vulnerability. Anza kusikiliza the principle of vulnerability. Ifuate hiyo kanuni ya principle of vulnerability, nayo itakusaidia wewe kufika your destination. Jambo la nne na la mwisho ambalo litakusaidia wewe kufikia destination, tunasema kwamba never stop dreaming. Usije kama ukaacha kuitazamia ndoto yako katika ufahamu wako na moyo wako, kwa sababu utakapoacha kudream concerning your destiny, ndio mwisho na kifo cha destination yako. And that should be your decision, kwa sababu when someone makes a decision, he is really diving into a strong current that will kill him to places he had never dreamed of when he first made the decision. And making a decision was only the beginning of things. Kwa maana kwamba siku zote unapoanza ku make decision ku follow your destiny na kujua destiny yako, ndio mwanzo wa mafanikio yako katika maisha yako. Sasa kuna mtu atajiuliza, nawezaje kutoacha ku dream concerning my destiny? Nitaenda kukupa affirmation moja ambayo unatakiwa kuishika na kuifahamu, ambayo itakusaidia wewe usiweze kuisahau na kuacha kufikiria kuhusu dream yako na destiny yako. Affirmation hii inasema kwamba there are lots of different people and each has its own God, but the only God I serve is Allah, and in his name I swear that I will do everything possible once again to win out over the destiny I have. Remember, disobedience means death. Ukikosea na ukiacha ku dream about your destiny, you are going to lose it. Basi hizo ndo kanuni ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kujua na kurealize your destiny. Basi nitapenda uniambie kwamba wewe katika njia nne ungependa kuanza kuifuatilia njia ipi? Ungependa kuanza kuitumia njia ipi? Share me to the comments tuweze kubadilishana mawazo na